Yeah. Bunge power! Bunge power! We want to be clear about issues. We may not have semantics like the previous speaker, Uchi. We may not have proper grammar like Diamond, but we do understand the virus. And we want to be clear about issues. And the previous speakers who are here have been misleading the House. They have been saying ile facility inajengwa ni ya kusaidia sisi wa Kenya. The government of America is on record and it's very clear. The quarantine facility in Laikipia is specifically for Americans and it has nothing to do with Kenyans. Saa zile Mwamerika amegojeka analetwa pale Laikipia. So we want to be clear about issues. Na hakuna mahali tunabembeleza mtu. Tukisikia mzungu mmoja ameletwa akiwa mgonjwa hapa nchini, kama Ruto ametairi, ajaribu alete mmoja. We want to be clear. Tunataka kuuliza swali lingine. I think we have a problem and we have issues. How can you tell us leo hii Wakikuyu ndio wamedhulumiwa na pia hao ndio unapeleka hiyo virus huko? We also want to be clear. I think as wananchi wa Kenya kuna vitu zingine hatuelewangi. We have become so tribal, we even think Ebola is going to be tribal. Yes, that is true. Maneno ya kuwa tribal, mpaka unafikiria, you know leo hii, Ochi or Diamond, people who have known me for years. Yes. Kuna siku tulikutana, hakukuwa maneno ya Mkikuyu, Mjaluo, na tukapatia rafiki yetu damu. Ukitoa nguo, ukilala usiku, ujuange wewe ni mwanadamu, and you are not tribal. Wewe si mkabila. Na leo hii my friend here, ukipimwa damu itatoka na research factor whether you are A or B or O or whatever. Haitatoka wewe ni Mjaluo. We cannot be so stupid. We are thinking in terms of tribal lines when we have a serious disease like this. When it comes to our military and the police, you are going to die as police. Ebola. You are going to die as military personnel juu ya Ebola. So we need to be clear about issues. Maneno ya health, we can talk about one term or two term, but ikikuja maneno, I may not be clear about how this thing is being spread, but I know it's deadly. That one I know it's deadly. So huwezi leta maneno ya ukabila kwa ugonjwa. That one we need to be clear. Na Trump hawezi tuletea ujanja. Kama Trump is so intelligent, na kama Trump, you know, the problem with the president we have, yeye anachukuanga pesa kwanza alafu anauliza swali baadaye. He is on record and we are through the leakages of the information that we have. And the beauty is the Gen Zs, maybe apart from him, are very informed. Because Gen Zs, no, he is my brother, it was a joke, eh? Jawaya is my friend, don't take it personal. We want to be clear. Gen Z akiwa kwa ofisi fulani ajue information fulani utaipata kwa media, correct? Because thinking ya Gen Z ni tofauti sana na ya Millennial. I have a feeling Gen Z ndio ametulinkia maneno ya Trump, the deal which was going on, because ilikuwa imewekwa mahali hatuwezi elewa. With the Gen Z working in the airport, if you dare bring one mzungu akuje apone Kenya, hii Kenya itaban. Gen Zs are not going to agree that one. And that's why I'm saying, thinking ya Gen Z, it will take another 50 years for the NSIS and this government to understand the thinking of a Gen Z. And that's why I'm happy, as Ochi wanted to pretend here, that the Gen Zs are not even scared of the military. They went mpaka kwa barak and they had their grievances and they were not scared. So we are saying, tukisikia tu mzungu mmoja ameletwa apone hapa, because that hiyo facility imetengenezwa ya hiyo maneno. Usitudanganye imetengenezwa wa Kenya. As I come to the next issue, maneno ya watoto shuleni. Sometimes back when we were doing the research about education and changing the curriculum, there were proposals kusikue na mitihani. Right now, if you talk to the young children and the teenagers in schools, they'll tell you the panic is about mocks. So do we need these exams?
Those are the things. Can we stop saying kuna roho ya kuchoma watu? We want to be clear about issues. We want to be clear about issues. We want to be clear about issues. Maneno ya mitihani saa hii leo hii tumeona shule kama Lenana zimefungwa. If you talk to those kids ni maneno ya mocks, because they are going for mocks. Do we really need these exams? And there was a proposal from those people who are educated. We do not need their countries without exams. Do we need exams? Leo, I would like to thank you that we are very keen. That means whatever we are discussing, it is concerning all of us. I've had a lot of Ebola. Nastaki kusema mengi on that Ebola. But as an incoming MP Kinangop constituency, I want to advise Bwana Ochieng. Ochieng hapa amekuja akasema eti Ebola haiwezi ngoja quarantine ili ingie nchi, haiwezi ngoja court order. Ochieng, nataka nikuambie, with that mind of a doctor, a doctorate mind, if hii Ebola inangoja quarantine ijengwe ili ingie, mbona isingoje court order? Bunge power. Number 2, mimi nataka niseme hivi, acha niongee kuhusu elimu. Hii serikali ambayo iko saa hizi, ningetaka ni advise hivi na advise kwa njia rahisi kulingana na maoni yangu. Nimesoma vitabu kadhaa, nimesikiza wachungaji kadhaa. They always insist that media sacrifices of kids happen. Na mimi nikiishikanisha tu mambo tuwili tutatu, each and every prayer breakfast ambao hufanywa kwa hii nchi, there must be a scenario ya shule kuchomwa na watoto kuaga. Bunge power. Na my friend Mr. Kiama, salimia hivi watu. That guy nitawapea story yake. Alikuwa amesimama Olkalao na ile chama akaambia hiyo chama itakikani. Atawaambia, but I want you uende uambie hao watu, hii national breakfast yenye inafanya watumie pesa ya umma kwenda kule kukulia vitu chips na nini, si hata hapa parliament kuna hoteli, ikiwa ni breakfast wafanyie hapo ama wakuje hapa Jivanji. Bunge power. That means nashuku there is a certain cult ambayo huendelea hapo. That is what I'm trying to say. There is a certain cult ambayo ina happen hapo kwa hizo prayer breakfast. Number 2, hii season ya second term wanafunzi wengi kuwa free, hakuna activities extra curriculum. First term tuliona kuna games, ndio wengine wanaenda kutrain drama, ndio wengine nini. But saa hizi kila mwanafunzi anapigwa pressure, sijui angoje mock. Walimu wetu, the kind of teaching ambao walimu wetu in our high school ufunza, na mwalimu uko hapo, unajua venye mnafanyanga, anakujanga anakwambia we are starting this topic on savanna vegetation, anawapea siku 3 mfanye muandike notes, anakuja 40 minutes anawaexplainia. If mwanafunzi amepewa all that time ya kuwa idle, nini simfanye afikirie hivyo? Bunge power. Number 3 hapo ya mwisho, nataka niseme hivi, our teachers wamekuwa so much ignorant. We the young people and our young sisters and brothers, we are very much educated, we are very much informed. We might not be academically educated, but we have some literacy, inborn literacy. But our teachers, they are taking kids for granted. They are assuming and ignoring what kids are saying. Just because yeye ni mwalimu, akikuja ambiwe kitu na mwanafunzi, yeye anaona mwanafunzi. They are not seeing the inside person. The Teacher Service Commission inafaa ifanyie walimu training, na ikifanyia walimu training introduce kitu inaitwa kuna lesson ya emergency response inafaa introduce kwa shule, because kwa shule zetu kitu inaitwa emergency response
isipokuwa pengine ile shule mtoto wa Maka anasomea because it is international school, kuna emergency response. Shule zetu hapa Kenya nothing like emergency response. Ile ndo ambayo iko boarding school iliwekwa pale mchanga, hata hiyo mchanga saizi ni matope. Ukweli urongo? People are not trained and we need those facilities in schools ili in case of any emergency kids are able to face it. Number 4, na nimesikia hapa rafiki yangu Gun Ngugi ameelezea vizuri, we are politicizing everything. Hii jamaa ambayo imetoka kule Garissa, huyu mkora ambaye anaitwa Duale, na mniruhusu nimuite mkola because yeye ni moja kati ya wenye wanaruhusu hizo hata hizo pandemics zingie Kenya. Jana nimesikia akipeana parapara mingi eti Uhuru Kenyatta alimwambia because babake alikataliwa na Msomali ati ndio maana ana hate wa Somali, hata Uhuru Kenyatta hate. If this is what our politicians are teaching, if this is what fresh people are being told by those people that they believe, nini itafanya tusipigane? People like Aden Duale, they are not even supposed to be holding any office in this country. They are not. If anaenda vizuri anasimama mbele ya watu anawaambia guka yake alikataliwa na shosho yangu ndio maana anatuhate hii kabila yetu. In short, alijaribu kusema ati Wakikuyu tuna hate ati Northeastern. Nani alikwambia tuna hate? Mimi hata natafuta bibi kutoka Northeastern. Alafu tuambiwe tuna hate just because ati our ancestors walikataa kuolewa huko. Aden Duale, we are warning you. And warning you. Sisi tunakuambia wewe na hiyo Ebola yako mtaenda. Ni heri hata tuko na daktari hii Kenya anaitwa Daktari Kanyari. Si anaponya magonjwa. Si hata heri Kanyari ataponya Ebola kuliko hizo quarantine zao. Asante sana. Thank you so much.